Clouds TV, empowering lives. Nikina wazee, simupigie wazee makofi jamani. Wapigie tena makofi mzuri. This kind of contributions we need in this church. Every time unapojitolea kutoa kitu kanisani, it is for your blessings, and may you be blessed. Na milango yenu ifunguke. Operate in an open heaven in Jesus Christ name. Asante. Umemaliza? Niendelee. Asante. Hiyo ni kienyeji. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you for coming. Hallelujah. Mnaboeka kwa nini sasa? Inua mkono wako juu kama hujaboeka. Kama huku kuja hapa ukiwa na nia baya, inua mkono juu. Salimia mwenzako, fanya hivi umfanye. Hiyo bado. Fanya tena jua, inua juu. Simuliambio ni doni, hiyo ndio ilikuwa inafanya mchapo shule. Ogojea instruction kwanza. Inua, fanya juu, inua kabisa. Muwekele. Mwambie karibu kanisani. Asante. Thank you very much. Thank you for our visitors ambao wanakuja. God bless you. I hope and I trust that tutaenda safari hii pamoja. It is a journey that we have to go. The good thing with our family here, we are the synagogue. Always ukienda mtu mahali popote akikuuliza, who are you? Umwambie I am a synagogue. Bwana Yesu asifiwe sana. And what is a synagogue? A synagogue is where people were taught. The synagogue is not ordinary. It's not like any church. It is where you sit and you are taught the law and you are taught the word of God in the spirit of God. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is where Jesus was taught. He stayed at the age of 12 years. He stayed there for quite some time and he was taught the word of God. And after everything, Jesus became the man you know now, the man we trust, the man we say is our Lord and Savior. Through a class, he went through all the sessions. He went through all that it required of him to be taught. So if you cannot sit down to be taught the word of God, then you don't belong to Jesus Christ. Unfortunately, we have you, many of you who have come today here, and I want to disappoint you because it is necessary for me to disappoint you. Wacha tu nikudisappoint. I am not interested with the miracle seekers here. If you know you are a miracle seeker, there is nothing for you in this church. I won't release anything for you. But if you have come here to sit down to be taught the word of God, because the word of God will cause the miracle to happen. It is not me. If I teach you, if I ground you in the word of God, you'll be able to fight battles that are not necessary for you to be involved in. Some of you are involved in lizard battles. Some of you mko kwa vita za inzi. Kainzi kwa sababu kamekaa hapa, unaambia mtoto achukue nyundo akagoge. Some of you mna kwenye vita za mosquito. Not because you cannot afford to stop it. You can, but because you are a miracle seeker. You go to a church because you heard prophet fulani anaongea. Ndio mmejikuta Chakahora. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the reason you are in Chakahora. That is the reason you are traveling, paying money to go to Uganda, to go to Nigeria, to go to Zimbabwe, to seek for the prophets because you've heard the prophet so and so. And we rushed there. Me, I was in Nigeria kwa TB Joshua. Na nilienda siku moja tu. So I did not go again to sit down because I am supposed to sit down under a prophet, this prophet to guide me. Because the Bible says, listen and obey and be faithful to who? To your prophets. And you don't know. And you will be prospered. So your prosperity is intertwined with your prophet. And the prosperity cannot come to you if you are a miracle seeker, because you will come seeking the miracle tonight and tomorrow you rush to somebody else. A Nigerian comes to Kenya, muko huko nyinyi yote. Niliona juzi, si juzi ni kitabu kidogo. Siku hiyo tulikuwa vijana tuko tumezeeka. Mkuta kama Nigeria kingine kalikuja hapa kakasema kanaombea wanawake wapate mabwana. Na ninaona sura nyingi kwa sababu tulikaa hapo kado kuona, ninaona sura nyingi hapa na bado mko sigo. Hata ulikuwa
Na mliitishwa shilingi 2,000 ya kuingia kwa gate. Alafu ndani unatoa sadaka ya ile mwanaume unataka ama yule mwanamke unataka. Kama unatoka tall, dark and handsome and driving and owning a car, unatoa sadaka. No. Waliitishwa 20. Jamaa nasikia alienda na milioni 50 one day, 50 million. Alafu mnasema watu hawana akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mga Nigerians mnasema kwa Nigeria ni wachawi, nyinyi ndio wachawi. Kwa sababu you turn a prophet into become a muganga. I don't want to turn me into a muganga. Mimi sitakuwa muganga yako ati ukuja sasa aliyokiwa kemwe na nejo enio kwa iguo. Oa matomaku makanua yako kale yako iguo niki. Si upeleke huko hiyo, usiongee na Mungu. Si Mungu ako mbinguni. Kuna mtu amefungia mlango. Mbona unaamini mimi yangu ndio itasikikwa yako ya itasikiwa? Kwa sababu you are a miracle. Sasa mumenitani, mnataka kunigeuza nikuwe muganga. Goko tigoko. Hapa sitaki. I'm not looking for a number multitude. I'm looking for people who are going to heaven. If you're not going to heaven with me, just stop it. Just go away. Eda hapa kwa Manyuro. Eda kwa Moiro. Eda kwa wengine wale wanataka touch. Ati ukiona za mkianguka nyote ati mudhi. The spirit was like wow. Na ujui nimevaa pete, nimetoa huko Shinyanga, huko Tanzania. Pete tu ndio inafanya mnaanguka chini. Stop this nonsense of looking for miracles. Just look for God. The word of God will set you free. Look for the truth. And the truth will do what? Will set you free. Be taught the word of God. Listen to the word of God. It is only the word of God that has power to set you free. It is not even the man of God. It is the word of God alone. And it was there even before the creation of what? Of this world. That is why I want to teach you. That is why I want to walk with you. And that is why we have this nipatie hiyo envelope hiyo ya tithe, hiyo ya kila kitu na ya kadi. Juzi niliona tukiagaika we lost our sister here, and we struggled to take her for the burial because we didn't have those structures. I'm not advocating tuanze kuchaga pesa ati muanze kudiripiti pesa ya maziko. Hapa sitaki maziko. Hiyo ndio nilisema ikuwe ya mwisho. Mtu wa kwanza kukufa hapa akuwe na miaka 150. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ni kadi. I want to have a member. This person, huyo tutakuwa tukisaidiana na yeye. If you become a member here and you have an issue, naona watu wamekibia ati nataka, I know you don't know me. I know you've never had me. I know we don't know each other, but because I have a problem, Apostle, I know you have a good heart. Therefore, help me financially and spiritually. I know, I need to know you. I cannot walk with you unless I know you. Bwana Yesu asifiwe sana. If you need my help, you must become a member. Ndio sasa, unajua naweza kuja, huyu ni mgeni amekuja saa hii, nimupatie shilingi 10,000. Huyu tumekuwa na yeye miaka 5, amenisaidia wakati tulikuwa natembea na slippers. Anaona mgeni amekuja amesaidiwa na yeye hakusaidiwa. How do you think huyo mtu atafikiria? Yeah? Hata kama niko na roho mzuri, hiyo roho nimeisimamisha kidogo, ukuwe meba. Ukikuwa meba, sasa hiyo una ruhusa ya kuniomba kitu, nitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, I would like you to be tithers, because the teaching today nitaiangalia sana kwenye mambo ya tithing. That is why we have this envelope of a tithe. You will take this one, it will be permanently yours. So don't usiipake ugali ukienda kupika mokimo, usiipake mokimo. Sasa utakuwa ukikuja unapatiana. Ukiwa kama umeweka your tithe inside here, then it will be returned back to you after they have checked you in and they have recorded you, and this will go back with you. You'll be knowing your progress. Why do I do this? Many of you are failing in your life, more especially in business, because you don't know the principles of the kingdom of heaven. The principles of the kingdom of heaven is not Christianity. Understand me here. The principle is not Christianity. This principle of tithing applies to everybody on earth. Applies to Hindu, applies to Muslims, applies to every. Kutoa fungu la 10
ni sheria ya mbinguni, si wokovu. Wokovu ni ushirika wa mbinguni, lakini hii ni sheria that applies to every humanity that exists. And this is the only way to open your business. It is not prayers. If I come and tell you receive, inua mkono wako juu, hebu inueni, kila mtu inua mkono nionyeshe. If I tell you inua mkono wako, hapo kuna waya hapo juu, kuna waya, shika hiyo waya, maana biashara yako inaenda kufunguka, maana baraka zako zinakuja, maana gari yako inasikia, naona gari imeshuka, naona title imeshuka, gari ndio hiyo, kamata gari. Sasa nataka nikuulize, ni nani aliwacha gari yake kwa barabara? No, I have to tell you. Chukua gari yao. Ni gari nani ameabado ni gari yake ndio nikwambia wewe ndio kachukue. There is no gari kama ni kununuliwa iko Japan, imetengenezwa na Mjapanese, kutoka hapo Muafrika ama Muhindi, na ni Wahindi wanafanya hiyo kazi sana kule Mombasa. Uende utafute pesa ununue gari. Hakuna gari imeachwa kwa barabara na mtu, na ukipatikana gari ya wenyewe utapelekwa polisi. But that is why all cars are numbered. Tuache hiyo ati gari imewachwa na nani? Atichukua title. Imetoka wapi? Hata ile title yake. Nani alikwambia kuna title ya mtu imepotea? Hallelujah. Those kind of miracles muachane nazo. Find a way. I will teach you how to get into that car. I will teach you how to get into that land. Because the land must be bought. The car must be bought. By what? By money. All a person kama wewe ukuje uniambie chukua hii kifunguo ya gari. There are two ways. Lakini si kawaida ati nikwambie na afu chairman hawa wazee wa kanisa walafu wakwambie wazee wote tunakutana kona ile, na wamama watakutana kona ile. Sasa mkienda huko kufika ni nini? Sajada namba 1, tununulie pastor wetu gari. Mbona ya pastor wenu mbona hakuguza hiyo waya? Mbona yeye pastor hakuguza hiyo waya? Ama aendeshagi gari ambazo zimekuwa abandoned? So this one will show me. Nikiangalia nitajua tulianza na wewe ukatoa tithe ya shilingi 10. Ukapanda ukatoa 20. Ukapanda ukatoa 100. That is progress. Nitakuunderstand. Ukapanda ukafika wiki ya 7, ukapanda mpaka ukatoa tithe ya shilingi 1000. Alafu all of a sudden umeanza kutoa 200. I will call you. I will sit down with you. Nikuulize, what is the problem? You don't need to come. This is not prophetic. It will not become prophetic. Ati nimeona biashara yako haijaenda mzuri, nimeona mambo ya hapana. I'll have to see. This is not logic. This is not science. I just look. Naona we started from 10, ukaenda 20, ukaenda 100, ukaenda 1000, ukaenda 2000. Bwana Yesu asifiwe sana. So what is happening? Nitakuita kwa ofisi nikuulize what is really happening. Then you let me know. Uniambie umeshida hivi na hivi. Then how I will ask the board of the church, nimwambie huyu ni mtu is a tither. Huyu ni mtu anahitaji msaada wetu. Mimi nitaingia in the spiritual matter. Wazee wa kanisa nao niwaambie huyu mtu muangalieni, kama kuna pesa tuinue biashara yako kwa sababu imeanguka. Hii si maombi. Bwana Yesu asifiwe. It is not maombi. Ni kuangalia tu nijue wewe huyu mtu ameanguka, amekanyaga ni rational name. Toko murugera achuruka. Hallelujah. That's why I need you. I want to record you so I can see the progress. Bwana Yesu asifiwe sana. So that we can walk together. Now, I will not want. I remember I was in a church ambako nilienda na gari nikatoka na slippers huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilienda na nini? Nilienda na gari nikatoka na slippers huko. It is painful. Alafu mchungaji wangu nikaona amenunua magari, alikuwa anasema hii ni chuma hii. Chuma. Kila mtu anaogopa ni chuma. Akanunua Range Rover mpya, akanunua Prado mpya, akanunua ile Pajero balloon type mpya. Yaani kwake kuliendelea, kwetu kulifilisika. Why there is a disconnect.
There is a disconnect because kuna mtu ambaye is not faithful kwa kazi ya Mungu. Because as I'm growing, as I'm becoming, I'm being lifted up, you must also be lifted up. Bwana Yesu asifiwe sana. If nikinunua kagari, ninunue kama Mercedes, hata wewe ununue katukutu ama kabaiskeli ama kabike. Yaani nikipanda na nyinyi mnapanda. Sio ati mimi naenda na bodyguard. That is why we see preachers. Ukiona preacher yoyote ako na bodyguard, ni venye amefanyia watu wake. Na ukiona preacher lazima afunguliwe milango na mabodyguard yamesimama huko na malaria huko yamesimama hivi, huyo si preacher. Hiyo ni condiment. Bwana Yesu asifiwe. Hata my spiritual father drives his car. Bishop Hanson Ng'ang'a drives what? His car with the wife. Yeye mwenyewe hana bodyguard ya kumfungulia mlango, kwa sababu hana mtu wa kuogopa. Serikali ndio imemwekea watu kule kanisani GSU wa kukaa kwa sababu ya Al-Shabaab. Hata sisi tutaitisha polisi hapa wakuja kwa sababu ya nani? Ya Al-Shabaab, but not because mimi nahitaji kuchukua. Naichukua kwa nini? Ni nani nimekosea ndio nichukue? Bwana Yesu, kuna mtu nimekosea hapa? Kuna mtu nimekosea? Kama nimekosea ndio mkono juu. Nitaitisha tumejesiwa nichukue, lakini hata mimi mwenyewe nani anaweza karibia ndio Waruinge? Bwana asifiwe sana. That is the kind of Christianity we need, that you are free with your people. That mimi sio mimi tu naendesha magari, ati mnasikia next week nimenunua gari nyingine. Hiyo nyingine nimenunua. Na niko na washirika hata kibada wanalala kwa nyumba ya makaratasi. No, it cannot work that way. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pokea gari. Bwana asifiwe sana, nawapenda. I just wanted to explain to you this, na kuiweka mkazo kwa sababu we shall ndio sasa operation line. We shall operate. Na mimi najua hapa we don't have a single member. Sio ulikuwa unasema wageni gani? Hata wewe ni mgeni. Are you a member here? Are you a member? Unipatie kadi yako. You are a member, nipatie kadi yako. Wewe ni mgeni. There is no single member in this church. Kwa hivyo utikiendelea kuoania ya mambo wanaoniaga ni dawa. There is no single member. Na kama kunaye nipatie kadi yako. Kama hii. Kunaye? There is no single member. Inyo the ha. Amuko sana. Sasa nataka ujaze yako namba 1. Oh, kuna mgeni mwimbaji hapo wapi? My sister from huko kwa baba yangu ya kiroho. Anaitwa nani? Wewe unasema uliniandikia message unakuja. Mimi sijaona message yako. Truly sijaona message yako, lakini ni nzuri, utapatiwa wakati wa kuimba. Sasa I'm sorry for that. Leo tunataka kusoma, tunaendelea na ile topic nimekuwa nayo. Juzi nilikuwa na topic how to operate. How to open your heavens. On last week, Wednesday, we taught that. Kwa Kegosho, tulifundisha hiyo how to open your heaven. Today now, I want us to get, because I showed how to open our heaven. Now, I want us to operate in heaven, in open heavens. Nataka tuingie kwenye. Now, how do you operate in that heaven? Bwana Yesu asifiwe sana. Kutembelea katika mbingu iliyofunguka. Na mbingu ambayo imefunguka ni kumaanisha ya kwamba God is walking with you. But before I tell you mbingu ni nini, mbingu ambayo imefunguka, I need to tell you mbingu ni nini. Heaven is not just a place of experience. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not just a place, but it is a place of experiences, supernatural experiences. It is not just at a good heaven. No, the heaven is within you. The heaven is walking with you. The heaven is around you. It is a place of experience, supernatural experiences, where the power of God is experienced, where the power of God is seen, that things are working without anybody forcing them to work, because it is a place of experiences, supernatural.
That is what we call heavens. Again, heaven is a reality. It is not just as vituko na sarakasi. Heaven, it is a reality. I believe in Jesus Christ, and Jesus Christ is seen in you. I believe in God, and God is seen in you. I believe and walk with God, and the God I believe in is seen in you. It is a place of reality. So if there is no reality in your Christianity, if you are telling me about Mungu mkubwa, Mungu mkuu, Mungu ambaye anaweza, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye silver na gold, na nikikuangalia wewe mwenyewe, you don't belong there, then that is not reality. There is no reality in your heaven. Your heaven is closed. Heaven must be a reality. And it is a convenient system for a covenant people. Heaven is a convenient system for a covenant people. People who have a covenant with their master. People who have a covenant with their God. People who have a covenant, an association, a plan with God. That is what we call a heaven. A heaven is a place with a covenant with God. If you have a covenant with God, you don't need anybody to come and teach you about miracles. You don't need about anything that you are going. You need just to have a covenant. And if you have a covenant, God had a covenant with Abraham. And he told Abraham, all your generations will be blessed because of you. It is a covenant. And God sustained the covenant. And even when Moses died, Joshua was instructed not based on Moses. He was instructed based on Abraham. And that is why until today we call God of Abraham, because Abraham had a direct covenant with God. That is why you know what we don't say. That's why Mungu Abrahamu tusikie. Kwa nini Mungu si Mungu wa duati hapo? Because there is a covenant, and God is a stickler to the covenant that He makes with you. So God said, I'm going to bless you and your generation. He told Abraham, because of you not restraining your son, I have made a covenant with you. I will walk with you to all your generations. And that is what has happened. Joshua, when he became in the replacement of Moses, God did not refer the covenant of Moses. He referred to the covenant of Abraham. He told Abraham that because of the blessing, because of a promise I have with your forefathers, Abraham, because of the covenant I have with you, that is why I want you to arise and lead this battle and win this battle. Not you, not for you, not for the sake of you, but for the sake of a covenant I have. But it is for the sake of the covenant. And that is why if you line yourself with God, you will remain and you will walk in the covenant that God has created between you and the promise He made to your forefathers. So it is very important for you to understand, God does not bless you because you are my wife, or you are my daughter, or you are my cousin. God blesses you because there is a covenant between me and Him. Because I have a covenant. When I got saved, there are some things that happened to me, and I found myself in heaven. And while in heaven, God took me around, and I was shown many things that I see them today. And after everything, God told me, I've sent you, go back and do ABCD. And that is why you find me. When you try to deviate me, to bend me, I will not walk with you. I'll just drop you because I have a covenant with God. And those people that have decided to walk with me, they have seen the covenant that I have. It is also enjoying to them. If you walk with me, because God promised me and told me where He is taking me, and He instructed me what to do, and that way, the moment I started doing what He told me to do, things just started happening. And the people who followed me, who walked with me, righteously and faithfully following me, they have also enjoyed the covenant that I have with my God. That is the reason of sitting under a prophet of God. That's the reason of sitting under your pastor. That's the reason of sitting under the person who spiritually guides you. That this man, check whether he has a covenant with God.
If he doesn't have a covenant with God, that whatever you do, hapa mukae hapa, you will fail because I have no covenant. And maybe you have come. Maybe I have a covenant with the devil. Labda ambaye covenant nimefanya naye ni shetani. Kwa hivyo na wewe umekuja hapa kutafuta Mungu, things will not work for you. Because you have two different fashions. You've come here to look for God, yet myself, I'm following the devil. So my covenant iko kwa shetani. Na wewe umekuja kutafuta Mungu, hata ukikaa miaka 10 hapa, hautapata baraka because ninafanya vitu zangu, ninaabudu Mungu wangu. Kwa hivyo we are not together, not unless we together. That is why the Bible says where 2 or 3 are gathered for the sake of who? For the sake of God. I am there. If we are here for the sake of one mentality, one reasoning, one walking, then God will bless us. You will never be blessed if I'm here, you think I'm a man of God, na nyinyi mmekuja hapa kwa sababu you have come to man of God, I am not a man of God, then that will not work. You are here for a wrong reason. That's why many of you have gone to churches and you have failed. Nothing is working for you. Nothing is doing for you because you did not identify the calling of the place you have gone. The calling of that man you are going to, does it line with you? Do you walk alongside with the calling? Are you called to come and help me because I am the vision bearer, you are the vision carriers? If I am the vision bearer, you have been sent to come and supplement into the vision, to interpret the vision, to make the vision work, to make the vision move. So if you are here and you have not been called to come and empower the vision I have, then you are in the wrong place. Bwana Yesu asifiwe sana. No matter how prophetic I may look, no matter how powerful I may look, no matter how prophetic I may look, no matter how good teaching I have, if you have not been called to come interpret the vision I have, then you are in the wrong place and you are not going to succeed. No matter how you come, no matter how beautiful the house is, you are going still to fail. You need to interpret, to be able to interpret the dream. If you are not able to interpret the dream of this ministry, then you don't belong here. Go look to a ministry where you belong, because all of us, we have been called. There are people who have been called to go and serve the elders, the elder people. There are people who have been called to go and serve in the community. There are people who have been called to go and serve in different places. All the places ambazo tumeitwa tuende tukaserve, it is a ministry. And if you have not been called to come and sit under me to interpret that which I have, then you are in the wrong place and you are going to miss everything. And that is why now we misfire, we mistarget, we misconsume. Kutakuta mtu ako na kashasha mingi, mdomo mingi, anajua Biblia yote, lakini nothing to show. You cannot succeed, and that's why hata nikichagua hawa wazee wakuwe mapastors na wakae chini yangu, as long as I'm thriving, they will also thrive. As long as I'm climbing, they will climb with me. But the day they will decide to descend, watoke kwenye basi yangu, waende wakaanzishe vitu zao, without my blessing, nothing will work. Because they were walking in the grace yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. When I decided ya kwamba my spiritual father ni Harrison Ng'ang'a, na nikaenda chini yake na nika subscribe, I pay my tithe there. I am a member there. I give everything there. Ndio naona ninatembelea kwenye grace yake. But again nikaenda tukaongea naye nikamwambia, I am not going to be a CFF member. It is my church that will be a CFF member. Hello? It is my church that will be a CFF member. Me as your child, I'm not going to be a member. I'm going to remain a child. So the church here, CFC, ama the synagogue, is a member of the CFF. So tunatembelea kwenye grace ya CFF. Apostle William Kimani, it is his kingdom seeker is a member of CFF. Bwana Yesu asifiwe sana. So anatembelea kwenye grace ya CFF. Lakini sisi zote ni watoto wa Bishop Harrison. But we are not members as individuals. We are not member of CFF. But the church
the church ya tithe ya kanisa yote ninaipeleka kwake, na imeandikwa, kuna page yangu kule ya kanisa hii imeandikwa kule nimepeleka pesa ngapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikamwambia nina maono tofauti na yako. Haleluya. Nina maono tofauti na nini? Na yako, na nikikaa chini yako utanivunja. If I become myself a member of this church, I will not grow beyond you. And if for me to grow beyond you, I must be kando. Ndio maono yangu ikue. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakaa kwa CFF tuandike pale CFF, kuna vitu hatuwezi kufanya tumpite baba yangu. Tutafika mahali tukimkuta pale tunarudi chini. Lakini sasa tukiwa independent tutaenda mbali, tutampita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo sasa, that is when you are operating in an open heaven. That is when you discover the supernaturals of heaven. That is how you bear the fruits of, you enjoy the fruits. That is why he came here to give me mkono wa kunishika, kunisukuma spiritually. Akaniambia sasa endelea, I am with you. Kukitokea shida yangu mimi nitaenda kwake, nimwambie kanisani kuna shida. Mapasta hawa akiniletea shida, nitaenda kwake nimwambie nitumie watu kutoka kule. Wakati tulikuwa na shida ya kimaombi kanisani hii, nilienda akanipatia watu wa maombi kutoka huko, wakakuja wakatusaidia. Because we are common, we have one agenda. Lakini ni vision yangu, si vision yake. So I cannot sit under, because I was unable to interpret his vision. So I could not, God gave me my vision. Akaniambia, I've given you a vision to follow, and this vision you'll do it. And when he came here, alikuja na akaisema, akaniambia what God told him about me. Hallelujah. It is not what he thought of me. It is what God told him about me. Bwana asifiwe sana. And that is what we must follow, for you to understand. And these are the consequences of you operating in a closed heaven. If your heavens have been closed, then you cannot be able to know what I'm telling you. That is why many things that you see me, you hear me talking, these things you think they are mysteries. Yes, they are mysteries, but they are things that you've always seen them. They are in the Bible. Sometimes I read somebody a Bible. I was with the Remuru pastors on Friday, and I read to them verses in the Bible, and they thought like it was my Bible. They had to open their own to see whether it is written there. Why? Because the interpretation I have is not the interpretation you have. We can read the same two lines the same in the book of Matthew 1, and you have interpretation in different way, or have an interpretation in different way, because the callings are not the same. I've been called in a different mission, and you have been called in a different mission. The missions decides what we become. And that is why for me here, I would rather stay with the 2 people, but rather than having 100 people who are miracle seekers, because they will fail me. They will not make me become what God told me to become. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I don't know whether we are getting there. Tunaelewana vizuri kabisa. Ni vizuri tu ni kuwasaidia kujua. Heaven, it is a place where God reigns. And where God rulership and controls is absolute. In heaven, it's where God reigns and his rulership and control is absolute. Yani, there is no negotiation. There is nothing we discuss. Hakuna kuzugumusia, hakuna kusemesana. It is something that is there permanently, and nobody can control all of it. It is absolute. What God has said, it is final. What God has done, it is final. Yesterday I was in Thika, and that is part of what the bishop told me, and that God told him to tell me that vijana wasimwage damu tena. And this is what I'm doing. You will see me in the media, and I will be saying, maandamano lazima ikufe. I'm not joining politics. I'm not getting anywhere near politics, but I am standing here as a man of God. Barabara ising'olewe. That is not politics. Manyumba isichomwe, maduka isifunguliwe, zikae. Watu wafanye biashara. Wewe fanya maandamano yako, lakini wachana na duka yangu. I'm not with you, but I am a Kenyan. I'm feeling the pinch.
of what? Of the economy. But I'm not joining you because I have a different way of addressing my issue. So don't force me to address the same issue in the same way you're addressing. I have a different way. I have been instructed by God to handle this thing differently. So whatever I will say from the perspective of God. And God sent me to Thika yesterday, and I was with about 500 young men, and within those young men, about two, about one, what? The one who got saved. 1,200. The one who got saved. They were all drunkard. They were all in their drugs and their banking. They surrendered. The banki ikajaa kwa kikapu. Bwana Yesu asifiwe sana. But the one thing they did, they got saved. Hallelujah. And that is my calling. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why God called me. That's why God created me. So ask yourself, what is my calling? Ask from inside you, what is my calling? I am not struggling. I did not struggle to tell them to come. I met preachers there who says they have been preaching from morning to evening to them and nothing was happening. They preached and preached. They prophesied to them. They did everything. And ever they were being, walikuwa na wagalia tu, najua ni watu wa madawa. Walikuwa na kuangalia tu hivi. Wanakukodolea jicho ingine mpaka unaona hapa. Nikicheza kidogo kichwa itaenda. But when I went there, I told me hata sigusi Biblia. Hata siongei na Biblia. Nataka tu tuseme sana. In 5 minutes time, 100 came to Jesus Christ. Hello? Hi, my daughter. You are still there? Thank you. So that is what we need to do. To understand, are you in the right place or are you in the wrong place? Hapa kwa praise and worship team, you must be in the praise and worship team of the synagogue if you've been called here. But if you came here because of other reasons, I'm telling you, my friend, it will be so difficult for you. If you came here to become an usher because of some interest, kwa sababu ulikuwa Neno Evangelist Center na ulikuwa usher, kwa hivyo unakuja hapa kukuwa usher, and you've been not called to come here to become an usher, it will be so difficult for you. Nothing will work. If you used to be a pastor kwa Manyuro ama kwa nani, and then you came here and you superimpose yourself that I am a pastor, I'm going to walk with you as a pastor, you are wrong. Maybe God so wewe ni mtukutu, una akili mzuri, amekutuma hapa ukuja nikuchoke. Kuja hapa utachokwa. Mimi ni komanda. I'm not those fellow pastors mmezoea kuchezea. I'm a komanda. Sema komanda. Na nitakunyorosa na hakuna mahali utapenipeleka. Nitakutengeneza Kemani, nitakunyorosa na gutire kodo ara. Urethia okera andu atendira heterio ne muhunjia fulani magakoria u. Kamera dora ari gakuria wena kiogo kega. In the first place wathiete kugira kie kwa dora. Anakwambia okay. Ogaikara kathikiriria dora nginyo karikia. Kai. Na muri ageria andu aya. Yes, nimetengenezewa makrimino mahadiko. Nikiangalia Kemani naona ni hadiko. That is why unaona nasimama hapa na ujasiri. Ni hadiko. Hapa si kwa masofti. Hapa si kwa wale ambao mayai atikule sereraki, hapana. Hapa ni mahadiko, ni watrain wakwe watu wa Mungu, because God is looking for you people. Mungu hataki hao masofti. Amejaribu kukaa na wao, amemshida. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka mahadiko kama Musa, anataka mahadiko kama Joshua, anataka mahadiko kama Elisha. Elisha alifukuzwa na Elijah. Alijaribu kufukuzwa, every time anaambiwa wewe si uende, anamwambia wewe mzee ndakwelile wewe diradi. Wako ni radhi tudie nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia, kwa sababu alikuwa amemwambia ukiona nikienda ndio nitakuachia hii manto. Sasa mzee alisema tuende kasi. Ulifikiria nitachoka? Mzee anapiga chochoro, anapiga chochoro. Huyu anapiga chochoro, anapiga chochoro. Anamwambia wewe ende ukanunue blue band kuja. Wewe hatuhitaji blue band kwa muda hii. Anamwambia kibiria ukachote maji. Totinyotie hatusikii kiu ya maji. Kwa sababu alikuwa anajua he stuck to the idea. He stuck to the principle. He stuck to the vision. Na akakaa kwa vision. Ujamaa kipiga kona, alipiga na yeye kona. Wale watafaulu ni wale watapiga kona na hikyo kimutu kinaitwa dola. Ndio faulu kwa hii ministry. Ama namna gani?
Mnaona hiyo kitu ikifanana? Ule mama tulitoka naye, ule mama, inua tu mko, simama tu akuone. Huyu mama tumetoka naye tumekaa naye over 10 years. Hajachoka na mimi, nikipiga kona anapiga. Tukienda Wanguru Stadium ndio huyu anakuja. Na anakuja na kasoda, naambia mtumishi kunywa kasoda. Piga injili kabisa, tumekuwa na yeye. Haleluya. Na hajapoteza mwelekeo. Amesimama na mwelekeo ya Mungu. Kwa hivyo hata wewe jaribu sana tutembee na mwelekeo. Na kama umekuja, hii ni long distance, hii ni ministry ya long distance, ya mashort corners, huko kwa mashort corners. Mtapata nafasi, viti zimeachwa wazi, umeongojewa. Lakini kama unataka tuende, hiyo miracle ya siku moja sina. Na nimeambia Mungu asiachilie kwako. Nimeambia Mungu asiachilie, kaa chini nikufundishe ni nini sababu unateseka, kwa nini? Umekosa pesa kwa nini? Ni kwa nini haupati kazi? Ni kwa nini uko na huduma ndani yako lakini you are still suffering? Ni kwa nini umefungua kanisa but kanisa yako hata kitu haina? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini unaweza kuwa pasta, yani ukae tu ungojee washirika wachage pesa ndio utengeneze kanisa? No. You start, you lead. I have to teach you how to lead, how to become and how to go. You will stand by yourself. Hata ukitoka hapa uende wapi? Uende kwa Nigeria wale wachawi, utakaa katikati yao na utakula chakula chao. Hata ukipata wakikula mapanya na mapaka na mafugo na maubwa utakula. Ukienda Cameroon wanakulaga ubwa. Kwa soko utaipata imetengenezwa mzuri. Utaambia can I taste? Mimi nilienda Cameroon nikaambia can I taste? Na ile kipanya kikubwa kinakaga, hiyo ni treasure, hiyo kipanya kubwa. Wacha hii kidogo, kama zile zinakuwa kwenu kule Cameroon, kuna mapanya manakuwa makubwa kabisa. Hiyo ni treasure. Mtoto mwanaume ndio apelekee father in law kitu, ndio father in law afurahi, ni hiyo panya. It is true. Ni hiyo panya. Lakini sasa nikisema kwako kuna panya nimekutengenezea, utaniita the worship straight away. Mahuja. Watu wauate habea. There are things that to you, I'm just trying to tell you that what I have is not what others have. In a message niko nayo, I will read from the same book of Genesis and somebody else will read from the same book of Genesis. But because the heavens were opened differently, things will happen to you differently. That is why you need to sit down and be taught the word of God. Don't just come because you have a problem. Yes, problems are solved here. But I have prayed to God, nimekambia Mungu, yeyote atakaingia kwa ule mlango, akue alikuwa na shida, you don't need to come to me. You need to just get in that house and all your problems are solved. That's the kind of a church we are raising. Not a church that you must come and see the apostle, you must come and see the pastor, you must come and see the prophet, you must come and see... No. This is a church where you walk in and all your problems disappear. You walk in and you are healed. You walk in and you get what you need. You walk in and you succeed to what problems and challenges you had. I have to remove the yokasuba. Lazima mkae one on one na pastor. Wadaka tu aliokigoke mwe. Nidalilie na gera madhabahu maya. Hata Bishop Harrison alipokuja akaongezea mafuta hapa. Si alimwaga mafuta hapa na akasema mtu yoyote mwenye ataingia kwa hii hapa akuje apige magoti hapa atafunguliwa. You don't need me. Ndio kwa maana hii saduku imekuja. Mimi nilikuwa nimeomba Mungu adhibitishe kama ni kweli. Ndio ukikuja ukiomba weka sadaka yako hapa. Isia. You don't need me. Haunihitaji hata kidogo. Unahitaji tu ingia kwa ile nyumba, muitakaze hii nyumba. Na wachawi, you also come. Kuja tu jaribu kuroga, kuja tu. Wewe kuja na uchawi yako, fanya vituko zako. Ukifika pale chini ukiwa hai, muniite mimi si prophet. Na yule mtu amekuja biashara hapa, ati amekuja kupiga mabiashara. Hapa joto itawaka. Utajaribu kuamka asubuhi unashindwa, unasikia ni umewekelewa chuma kwa kitanda. Hautafanya biashara hapa. This is where the business of heaven will be transacted. Only business of heaven will be transacted here. Not any other monkey business. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Kama mimi naenda hapa Thika watu wanaokoka 200, 120. Na nikienda siku 2
niende Limuru. Sasa tunaenda Limuru, kutoka hapa tunaenda Moro, tukuje Limuru, tuende Thika, tuende Mombasa. We are going all over. Sasa si watu wataokoka. Why should I be persuading you? Oh, man of God, Bwana anasema hiyo kubebeleza, sitakubebeleza. Kama umekuja kubebelezwa, you are wasting your time. I am that different man. Mtu arrogant. Little did I think ndio maana mambo mengine yangu haikamiliki. Open heaven makes you operate extranatural. Open heaven makes you to operate in extranatural or supernatural environment. You will just be doing things and people will be wondering, hi. Unajua wale watu wanasema hi kama Waluya wakina kwa Don. Wakikuona tu kidogo wanasema hi. Vane. Hi Waruinge. Wananitanga badala ya kuniita Waruinge wananitanga Waruinge. Waruinge ati ameokoka. Tulienda na Doni kwao haki nikajionea vituko. Lakini nilikula inaitangwa firigisi. Ile kitu ya Waluya. Ingondo. Sasa niliekewa na house girl. Mzee akakuja akapata nimeekewa. Sasa akioga mikono aliona ndio nimeshika. Alafu kalipokuanguka tu kwa sahani nilikamata. Nikaweka. Alafu ni house girl aliniwekea. Na ni house girl si Mluya. So mimi nikakamata ni kwa sababu ninakapenda kale kitu ninakapenda. Kuweka hivi naye bishop akakuja akioga akaona ndio nimeshika. Akaacha kuoga tena akaenda kuangalia kwa nini? Kwa pale kwa hizo wameweka huko. Akaita bibi yake, "Priscilla. Kwani kuku imeenda wapi?" Sasa nikashidwa. Mimi nikakamata kabisa. Naona anauliza kuku imeenda wapi, ameniangalia. Mimi nikafikiria hawakuniwekea kuku ya kutosha. Nikamwambia, "Man of God, nitashiba hii." "Why you calling me man of God? What is that you are eating?" Nikamuuliza, nikaiangalia, nikamwambia nikamuita na Kikuyu. Inaitwa kaigagio. Nikamwambia ni kaigagio. Akaangalia bibi yake. Unajua bibi yake pia alikuwa ananiwekea supu immediately. Alikuwa analeta mrenda. Sasa maid ndiye house girl ndiye aliniwekea, lakini naye alikuwa anakuja na mrenda bibi. Sasa interpretation ya mzee alifikiria ni bibi amenipatia. Ndio hiyo ilikuwa ni divorce ilianza hapo. Divorce ilianza wapi? Hapo. Because ya hiyo ingondo. Kwa sababu hiyo inakuliagwa na mzee wa nyumba. So bibi yako huyu akipatia mimi sasa. Na bibi yake ndiye alikuwa connection yangu ya kwenda huko. Interpretation? Shida ilianza hapo. Bomba. Mpaka saa hii there has never been peace since that day. So ukienda kwa Waruya, ongoja upatiwe na uhakikishe mzee ukipatiwa mzee yako hapo. Kwa sababu huyo ni venye tu alikuwa Mkristo na number 2 alijua mimi ni former. Otherwise huko ningetoka bio. Hallelujah. So when you have the open heaven, heaven makes you operate extra-natural resources easily. Yani you encounter the naturality of life easily. Things just are following. Unakuta kuna vitu ulikuwa ukistruggle kuzitafuta, lakini unakuta zinakufuata tu. Kabiashara unakuta watu wanatengeneza biashara, lakini wanasema tukiwa na fulani biashara itaenda vizuri. Unaitiwa. Unauliza ninatoa pesa ngapi? Hapana, acha. No letole akutoreda. Jina yako tu. Bwana asifiwe. Hallelujah. And that is what makes things work when you're operating in an open heaven. But how do we get there? I've been teaching you how Abraham alipatiana mtoto yake. He opened his heaven. Now, how do you operate within this heaven? How do you operate? Ask your neighbor, how do you operate in this heaven? We are going to read in the book of Deuteronomy 28, verse number 12. And the Lord shall open, Deuteronomy 28, verse number 12. And the Lord shall open unto thee his good treasures, the heaven, to give rain unto the land in his season, and to bless all the works of thine hand.
There are three things that have been mentioned in this version. That he shall open unto thee his good treasure, number 1, and the heaven to give rain, number 2, and the land, thy land, in his season. So these things will not just come. They will come only on the season. When the season has come. The heavens will only open when the season of the opening has come. Praise be the name of God. And when the season happens, the rains will be commanded from heaven, and it shall rain. When Isaac was going to Egypt, he was going to Egypt to go and cultivate so that he can produce produces that are going to help their kings in Israel, because there was dry for 3 years, and previously that time there was also another dry season of 3 years. So it was a dry season of 6 good years, and that was Isaac was going to Egypt to go and look away how they can get food. But as he was trying to embark to go, God remembered the covenant that he opened the heaven for the generation of Abraham. And the generation of Abraham, Isaac was. And remember, Isaac was one to be produced as a sacrifice. And God, as he was going to Egypt, God called Isaac and told Isaac, do not go to Egypt. Why? Not because he loved him, but because he remembered, I have a covenant with this family. And this family are not supposed to suffer. This family are not supposed to go to live in slavery so that they can eat. And God instructed Isaac, you shall do your work here in the desert. And Isaac asked God, here there is no rain. Here there is nothing. How am I going to work? And God told him, just tulia sabori. Kaa chini nikufundishe how to operate in an open heaven. Because the Father had opened the heaven. When he did not restrict himself from offering his only son, the son he loved, that is the day the key opened. Now to operate in the heavens, it is to believe in the supernatural. Hallelujah. To believe and walk in the supernatural. When Isaac was told to go back and start cultivating a dry land, a land that had no produce, a land that was dry for 6 good years. When he went back there, he asked God, how can this happen? And God told him, don't worry how it's going to happen, because God said to Abraham, I'm going to bless you abundantly. I'm going to walk with your generation. I will not let down your people. I will not let down your people. Your people are not going to suffer. Your people are not going to face challenges. Your people are going to be blessed. Your people are going to reap, to be rich. Your people are going to conquer the world. Your people are going to win every battle. Your people are going to do everything, not because they're going to go to battle, but because you've done the battle. So as a parent, you can close the doors of your children, and you can also open the doors of your children. Your children will succeed because of you, Kimani. Not because of the school you have taken them. I know, Kimani, you take your children to high-end schools, good schools. Like mine, they go to good schools. And my sister there, their children, they go to good schools, powerful school. But the most important thing that you need to do, you can take them to a very expensive school. Warudi waanza kuvuta bagi. Na wakue makabechi na maboga. Why? Because the heaven is closed. Who closed the heaven? Your grandfather or yourself? So Isaac was thriving on the blessings of his father. And the father, Jacob, was thriving in the blessings of who? His grandfather. Timothy was blessed because of his what? His Joshua. The grandmother, she was called Lois. Praise be the name of God. Paul spoke to him and told him, because of the blessing, the faith of your mother, which was also the faith of your grandmother, that is why you have succeeded, and that is why you are going to conquer. Most of us are not suffering because you are not hardworking, not because you don't know what to do, not because you don't know how to do business. You know everything, but your father or your grandfather is an obstacle to your successes. Hawa wazee mnaona hapa wamejikalisha hapa wamekaa vizuri. They are very good people. But kuna vitu walifanya ambazo zimetufungia milango.
Na ndio nataka ujishikanishe na Baba. Angalia successes in the spiritual, in this world of the spirit. Kwa makanisa, jishikanishe na Baba ambao unaona rekodi yake ndio hii alianza. Wachana na ile kanisa inaanza leo inaruka, inaenda juu kabisa, unakuta iko na watu wengi. Wachana na hiyo kanisa. Muulize, who is your father? Bwana Yesu asifiwe sana. Understand the history of that man. See the progresses. How has he been here? Amepita wapi? Ametoka wapi? Ndio afike that level. Kufika hiyo level umefika. Ni nini imekufikisha? Ni gari gani ilikufikisha? Ni kiupepo kilikuchukua kikakuangusha huko, ama ulipanda pikipiki, boda boda, ukaenda pole pole mpaka ukafika where you are. Understand the history of your spiritual father. It's not all spiritual fathers who are spiritual fathers. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Not all spiritual fathers are spiritual fathers. Ati kwa sababu umeniona naendesha kigari kizuri nasema wewe ni mtu wa gai. No. Understand me. Go deeper. Sema go deeper. Go deeper. Google search me. Google search me completely and understand history yangu na hii kitu niko nayo. How have I gotten it? Do I have a track record? If there is no track record of what nimefika hapa, if I cannot explain to you, nilianza Jumiliza, nikatoka Jumiliza, nikakuja hapo inaitwa nani? Jericho Social Hall, kutoka Jericho tulikuwa tunashindwa. Tulifugiwa siku moja kulipa shilingi 2,000. 2,000 shillings. Tunashindwa kulipa. Nikwambia nikatoka hapo nikaenda wapi? City Stadium. Kutoka City Stadium tumekuja hapa. There is a track record. And then I connect you to my spiritual father. He will come and give a testimony of myself. Ndio kwa maana nilimulete hapa. Ndio awapatie testimony. Ndio mjue the man you are following has a track record. Don't just follow a man or a woman. Ama upate kisichana kizuri. Wasichana wanakuwa katoro andaki. Ni tall and beautiful. Sasa kama wewe utaolewa na nani kama ni tall and beautiful? Bwana Yesu asifiwe sana. At least wewe unaweza pata mtu. Wewe ni mrefu kidogo kama kale kameri. Sasa wewe unaonekana kama ni tall and beautiful. Shida imeingilia hapo. Follow. Wacha kupata kisichana kwa sababu kimerebeka, kimenyoroka, kimekaa mzuri. Mafuta amepaka, ukienda kwa nyumba yake unakuta ile kwa sherevu yake ni mafuta kokobata, ni nini, ni maroloni zile ziko kwa ni expensive. Ukiangalia tu ile kitu yake inaitwa ile ya side mirror, ni size ya side mirror. Inaitwa nini? Dressing mirror. Ukikwata kwa dressing mirror, zile vitu mafuta zimepakwa na maperfume zimepakwa, unaona ni ile rent yako ya nyumba mzima. Alafu naenda huko naenda jitadasa huko nasema, oh my God, I thank you. Thank you for the blessing. Hallelujah. Ask yourself, this girl is working. Analipo mshahara ya shilingi ngapi? 24,000 shillings ama 30,000. Angalia zile vitu zimepangwa hapo. Uende closet uangalie vizuri. Uende kitchen uangalie the kitchenette venye imekaa. Jipange tu kiakili ujue this is not alone. Ukiona vimeudwa, ukiona vyaelea, ujue vimeudwa. Tedroni ya mohikiwe na ido. Ujue na ido. Ndegirire gwakema. Kamugeka karege kura kinyoka hoboyo ugu. Wewe. Aje na kubeba na kigari kyake. Ujue hiyo gari ililipwa na wanaume wangapi? Ilikaa kwa yadi 6 months. Mwanaume anapeleka gari ndio hii nime-identify. Anatoa 200. Napeleka hii mwingine gari ndio hii nime-identify 1,300. Siku moja wanaweza kukutana huko kuta wanaume 200 huko wale wamenunua. Don't always jump to everything that you don't understand. You must understand the track record. Understand my track record. My track record. Understand it. Know it. For you to start walking with me. Yes, I'm a man of God, but you need to know who am I. Which heaven am I operating in? Hallelujah. What kind of a spirit there is in me so that you know whether you are going to succeed here or you are going to fail here. Not everything that you see that glitters is gold. And the Bible says that the Bible says in Deuteronomy chapter number 12, verse number 12, wacha nirukurudie tena inasema,
the Lord will open to you his good treasures. His good treasury. He will open to you himself. The Lord himself. He will open to you. Why? Because you have got a good relationship. You are working together. He cannot open his treasures to a criminal. He cannot open his treasures to a person he does not understand. You must be understood in heaven. You must be operating in an open heaven so that God can be able to open his doors for you. Hawezi akakufungulia milango ati kwa sababu umekuja, oh baba, ni yako baba. Kumbe shusho yako alifunga milango, guka yako alifunga milango, baba yako alifunga milango, mama yako alifunga milango, maangu amefunga milango za kwenu. So before you start embarking on anything, try to unveil. Try to kutafuta tu angalie. Ni nini ulikuta angoa kupua? Ni nini ulikuta Joshua alikuwa pua? What could have happened? The doors are opened that way. Angalia kabiashara kako kanafikanga wapi? Ndio upate mstuko wa biashara kugogwa. Unafikaga wapi? Unakuwa umekusanya umefika 1700, imefika 1700. That is unakuta wale mapanya wa kukula pesa yako wanakuja. Unasikia kitu imetokea. When you are trying to get back, kuruka from 1700 uende. Kwa sababu guka yako alikufia. He spiritually died at the 700,000. Baba yako spiritually died at 700,000. That is a stagnation. That is a blockage. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlango imefungwa. Ilifungiwa at 700,000. Hautaenda zaidi hapo. Na ukijaribu kwenda zaidi hapo, watu wanaitangwa destiny killers wanakuja. Because they are demons that deals only with your destiny. They don't deal with anything. They will allow you to buy a car. They will allow you to do everything. But pale umewekewa kiwango ya destiny, ati hapa ndio utaingililia mlango wa destiny, wanasimamaga hapo. Wanakugoja hata miaka 20, miaka hata 50 wakugojee. Siku utaguza kabiashara naweka kabiashara hapa, ma destiny kila wanakuja. Watasimama na watachukua hiyo biashara na hakuna kitu utafanya because you are not allowed to go beyond pale umefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ni miracle gani nitakufanyia tafadhali jamani? Ni miracle gani utakuja nikufanyie? Na uko na kitu imeweka muda. Wewe unapeleka wapi wa watoto? Na kuna kitu imefika, imewekwa. There is a barrier. Na ujui kwenu mna operate in a barrier. Na mnafikiri na mmeokoka. Na nyinyi ni mapasta na mabishop, but you are operating in a barrier. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilifanya hivyo, nikatoboa barrier, nikapanda nikiwa Mungiki. Nikapanda mpaka nikatengeneza pesa mzuri sana, 230 million. Na nikakuwa sasa Kenya mzima ninakohoa mnaitika. Si nilikohoa mkaitika? Si nilikohoa mkaitika? Nipe miezi ingine 6 kutoka sasa, nitakohoa mtaitika Kenya mzima. Mungu hakuniokoa nikuwe chini, aliniokoa nikuwe juu ya hapo. Because the destiny killer alikuwa ameniiba, amenipeleka kwingine. Sasa Mungu amenirudisha on track na kaniambia, gerera gacira gaka morio na ndugatengere, uthio kahora. Kitu ya kwanza akakata hizi pembe zote nilikuwa nazo, zilikatwa, and they are painful when they zinakatwa. Zinakatagwa na jegi. Nilipanda matatu hapa. Kumbuka siku hizo nilikuwa naenda na fleet ya gari 12 security. Ndio nananga sitakagi ujika ya security. Ati mtu akuja hapa kusimama nyuma yangu, nitakurarua kofi. Sijaomba ati tunaenda kuruzeni nakuta ati mpaka watu na mkubwa amekuja. Mkubwa gani? Na tutaenda jioni after hapo, mkitoka kwa laini ya choo tutapaka choo moja. Mimi mkubwa. Nitafanya venye unafanya ndivyo nitafanya. Mimi mkubwa. Mbona sikupagiwa zitengenezewe yangu itokeage kwingine? Sisi tukatengeneza zote inatoka mahali pamoja. Wacha ujinga ya ukubwa. Kuna ukubwa dunia hii hakuna. Mkubwa ni yule amekaa na Yesu. Ukubwa ni kukaa na Mungu na kukaa venye Mungu anataka. God will protect you. God will provide you. God will give you every provision that you need. God will provide for your security. You don't need somebody to come and guard you. Sasa nani? Sasa mimi nani? Sasa niliona juzi mpaka masoja wote wa hapa waliteremka kuniona kwa motorbike nikienda hivi. Walistuka. Mpaka wakaita mshirika hapa mmoja kaniuliza, wakamuuliza,
huyu anakuaga pastor kweli? Kwa sababu wamezoea manyuro hapa chini. Manyuro gari yake mpaka ma security wanakuaga 100 meters away. Hawa mangoi hawa wanakuaga 100 meters away. Mdosi akiingia kasaile ni kabarabara inapita huko, makodo wanakanyagwa, wanapigwa mateke, wakipigwa hivi makodo wanapigwa. Sasa niambie na Yesu akikuja leo akuje in this condition, akuje na zile ginyera zake. Hebu niambie Yesu aingie leo hapa Kenya na zile ginyera zake. Kemani age kwate ni ndamo igwira tha muno daga kiugire niona alisema nitakuja kama mwizi. Afadhali tu akuje kama mwizi tumutambuage huko ndani. Lakini akikuja ng'angalito ama akuje kiwale wengine ama akuje kimanyuru ama akuje kiaworu. Unajua aworu anakuaga na duthi tatu pere kule. Barabara nilikuta Nakuru barabara inasafishwa. Hii ikasafishwa. Alafu ikatandikwa malizo. Unajua nilipitia juu ya hizo. Na wakaniambia mwezi moja haitaisha kabla nikufe. Niliwapigia nikaambia now 6 months I'm still waiting. There are people who are altars. You don't joke with them. You jiga kama I cannot allow it. Nilipita juu kwa sababu mpaka watu wengine walikuwa wameambiwa you cannot pass through that road. Mpaka askari na wakitoka mbesimama kuzuia magari. At the mightiest man. To whom? You are mightiest to who? You are breathing the same air I'm breathing. Utaenda choo kama mimi. Utakula jaa yako, tubo yako itakula sahani yako moja kama mimi. Hata ukikuwa na nini, we are the same. You are not mightier than me. Yule mtu nitaogopa ni yule atakaa dunia hii bila kukula chakula. Na ebu wajadi si walienda Chakahora. Si wako chini. Wasaisi anda. Wanatafutiliwa na polisi wakiwa chini kwa sababu ya kunyima chakula. The only person I will fear ni huyo. Mwenye hata kaa kama mimi, mwenye hata fanya venye nafanyanga every day. Na mkaka asubuhi nafanya naenda kuoga, hata wao wanaitaka kuoga. Ama unafikiria Ruto atoagi nguo akioga kwa sababu ni president? Atoagi? Ama kuna mashini zimetengenezwa zinampolisia. Abukuja kuniambia ati the mightiest man. Mightiest man wa nani? Walk with God and God will provide anything that you need. When you walk in the open heaven will open for you and it will provide everything. Not one. And nani anaitwa Joshua kaambiwa anza safari, amuka sasa uondoke uende mpaka kule ninakutuma. Usifadhaike wala usiogope maana niko na wewe. Usifadhaike na usiogope maana niko na wewe. What else do you need? And Moses knew the secret of operating with the heaven. Na akaambia Mungu, I'm not going not unless I'm going with you. Because he knew the opening of the heaven needs God. When you find somebody and lazima kwenda mimi kwangu sija fence. I have not fenced. Wale wameenda kwangu, I have not fenced. Na nyumba yangu it is expensive than nyumba za Ruda zote. There's no house can be zote Kenya hata uende kiu na hata uende wapi. There is no house can be compared with mine and it got no fence. Yes. Nachugwa na lion mbili. 2 lions. Uliza huyu mama. Alikuwa ameleta kiherehere yake asubuhi na mapema kwangu. Alikuta akafikiria ni uba, akakuta ni lion zimekaa hapo nje. Wacha nisiseme hiyo ingine because ni aibu. Kuna chukwa na lion. Siku yote umesikia Rogai kuna lion wametagasa Kenya mzima, kuna lion imeonekana, zinaonekanaga kwangu. Juzi mama kazi alikuta kaubwa kamefinywa. Tuubwa tulikuja hapo kufanya sarakasi huko. Kalifinywa, si ndio mami? Kalifinywa na lion, alikuta damu imejaa huko nje last week but one. Kalifinywa na lion Why? Because I'm operating in a heaven that is open. I'm guarded by animals. You are guarded by bodyguards with guards. No. Kwangu hata mwizi nikiacha mlango wazi hata mwizi hawezi kuja. Hawezi. Otile. Jaribu siku moja. Tomado kuja tu siku moja.
Tuma tu. Why? Because I know there is a secret of walking with God. This secret will provide provisions that nobody else can be able to tap. Not anybody else can be able to get into. That is why we come. Wakati tulikuja hapa, we never thought this house can become a house of God. But God knew, because of me coming here, I paid a check of 600,000 without having money in an account. Nilipatia Sharedi. Sharedi akauliza, na sasa tumeshindwa. By then tulikuwa hatuwezi kulipa ile ingine. Akaniuliza, sasa tutafanya nini? Nikamwambia, wanataka pesa gapi? Wamesema tuwapatie pesa deposit ndio waone tuko serious. Garedi alikuwa nipatie checkbook. Na checkbook ilikuwa na minus, nilikuwa nimevuliza. Nikaandika. Na nikamwambia aende wapatie. 2 weeks later, mtu mmoja rafiki yangu akaniambia, nimesikia ukitagasa unataka kutafuta nyumba kubwa, tukutane town. Tukaenda tukakutana town. Akaniuliza, unataka nikusaidiaje? Nikamwambia, mimi ndile na pesa yako ya rent. Deposit na ile pesa ilikuwa mingi, zile zote wanaitishaga deposit za wakili za nini, zilikuwa nyingi. Niliona na yeye venye nilisign, na yeye akafanya hiyo. Nikapeleka kwa bagi, akaniambia, akaniuliza ni bagi gani? Mimi nikamwambia ni wa Equity. Nikajua hiyo pesa pap. Nikakuja nikaweka hapa, nikaambia Charity, ulipatiana ile check? Ulipatiana? Na nikaanza, ni kwa nini hamusikiagi instructions zangu? Kumbe ni maombi yangu ingine nilikuwa nimeomba asipeleke. But I knew my God will provide. Because I know my heaven is not closed. And if you are walking with me and still your heaven is closed, you have a problem. A serious problem you need to change. You need to understand what happened with you. You need to understand what could be the problem. You need to understand, because whatever I am doing here, I am moving a multi-billion structured business. I am moving a church that is multi-million church. If you are not operating in such a kind of an atmosphere, kuna shida. Kuna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi hata nikikuitisha 200,000 nitakuitisha hata kama sina hata dururu. Na ukiniletea shida nitakurudishia haraka na hutajua kule zimetoka. Nitabia tu Mungu wangu. Umeona madharau mimi nafanywa. Mungu atalea mwana wako adoko ya dena. Bwana Yesu asifiwe sana. When we were operating, there's a time I was operating in a closed heaven. Na tukaamua na Don tufanye biashara nyingine. Na nikaongea na watu wa serikali, wakaniambia, nikawaambia niko na uwezo wa kuambia vijana wote warudishe bunduki. Na nikawauliza, sasa wakirudisha bunduki mtawapatia kitu? Wakaniambia tutakupatia venye utawasustain. Tulikuwa tumeongea na Gaiseri before he died. Sasa nikaanza kungangana, nikazungumza na vijana huko Israeli, wakaniambia kujia bunduki. Nikaenda Israeli, wakaanza ile maneno ya kutupeleka hivi. Doni na ujinga yake anataka tuende kule wanatupeleka. Kumbe tulikuwa tunapelekwa kuchijwa. Uzuri gari yangu halia ikafunguka bonnet. Ikavuja kioo screen. Tukaenda kushughulikia screen kwanza. That is the time you discover your heaven is closed. When you are trying everything, it's not working. When you are trying to borrow every person, the thing, hata ukikopa pesa zinaanguka, zinaingia kwa maji. The heaven is closed. Umefungua kabiashara kakafanyi, the heaven is closed. Umeenda kwa ndoa, is not working, the heaven is closed. Umeekelea pesa mahali zimeanguka, the heaven is closed. Umefanya hii, is not working. When you find nothing is working around your life, heaven is closed. Bingu imefungwa. Na lazima ufungulishe ile bingu. Don't struggle, don't force it. When Isaac was told to go back, alirudi nyuma. Then he knew the secret of activating the covenant of God. He activated a sacrifice. He did a sacrifice. He knew
When God mentioned, I have a covenant with you. When God said, I have a covenant with your father, what he does, because he was not there when the covenant was done, you raise a sacrifice immediately and you go and communicate. Now link, loop the kawaya kwa Mungu. Ndio ile covenant iikie kwako. Na Isaac alipotoa dhabihu, pale panaitwa Ai. Alipotoa dhabihu na akatoa sacrifice mzuri, immediately Mungu akamfungua macho, akamwambia, this is a dry land in a dry season and you are going to plant and you are going to harvest. Bwana Yesu asifiwe sana. And the Bible in the book of Genesis 24, the Bible says, and the man planted in a dry season. And the good thing about what he did, the man became rich. Not only became rich, the Bible says he became wealthy. No, there's a difference of you becoming rich and becoming wealthy. Being rich, you are still poor. Ati uko na tumilioni twako 10-20, unafikiria you are still poor. Wealthy is when you are able to invest. And you are able to eat on the investment that you have placed. But kama you are hand to mouth, uko na milioni 20 and you have not invested anything karako, you are still poor. You are operating under closed door is only that you are a caretaker. Umepatiwa pesa na Mungu uwekee mwenyewe akuje. Ndio unajionanga uko na pesa na uwezi kuziinvest kwa sababu si zako. Hallelujah. Ushaijikuta kwako uko na milioni, kwa account yako uko na milioni 20, but unaambiwa na bibi enda tukainvest, unakataa. Unaambiwa na bibi enda tukafanya, wacha tununue kauchaba, unakataa. Hiyo pesa haikuagi yako. Mungu, kuna kijika kingine kimekataa kufuata laini ya Mungu. Kilikuja kwa Waruinge kikafugulishwa bigu ikafugulia, pesa ikateremuka. Na kimujika kilienda kwa Ezekiel Mombasa, kikasahau kodi aliacha kwa Waruinge. Mahali mlango yako ilifungukia, that is where your code of blessing is. So sit down there. Ukikuja hapa upate breakthrough ikuje na usikie kweli na mambo yaanza kufunguka. Kaa hapa, kuna mlango umefunguliwa. Kaa hapa, usiende ukiruka utoroke hapa uende kwa nganga na mlango umefunguliwa hapa. Ile kodi ilifinywa ya kufungua mlango ni ya kwangu. Hizo vitu zote zitakuja, alafu ukutana na mama kama huyu, ni mwanabiashara. Itakuja na itakutana na mama kama huyu, mfanyibiashara. Tajiri leo weshika na ewe kana na pesa yako. Ono gyoka uthio cenjio coke guku ariko hoyagira mahoyo thi to no ina indo ciaku. Bwana asifiwe sana. They are caretakers that are meant, designed by God to come and hold on behalf of you until you start behaving. Tunakuta bwana yako anakataa kuinvest, alafu siku moja tu anaenda anafanya miscalculation tu, pesa tunaenda anakuja gila na record dago dikereiria hapa. Sasa hiyo ndio nakuita darling, jana darling, bako nasikia msee mrefu anaanza kudhiomba darling rekatorobo sayara ninakolina azori ala maira darling na inzedede. Kwa sababu tu pesa tumeenda. Na tumeenda kwa nini? Because hazikuwa zake. That is why ukipata pesa saa hii, uende upate pesa, uende upate loan, uende upate kitu cha kwanza utoe sio 10%. If you go to Equity, you get a loan. Don't take first the 10% because the money does not belong to you. A loan is not your money. Bwana Yesu asifiwe sana. So you can't give somebody's money upatiane loan, upatiane 10%. You don't give. Fuliza is not your money. First of all, remove a sacrifice from that money. Or remove from your pocket a sacrifice. Come to here. Ama ende kwa madhabahu yote, utoe dhabihu, utolee hiyo pesa ambayo umepata kama loan, uitolee sadaka, uitolee sacrifice. Ndio uifanye yako, uinunue through a sacrifice. Wagikuyu walisema kogorona ke na abori ndio ikue yako. Kama hujanunuliwa na busi, you don't belong there. You don't belong there. No ginya ogorona abori, uthi kweguka wanyu mugorona abori. Naigwa igetha murashirio. Ni murashini kwa murenda kurashirio. Metha mugoro igetha mukona muikurukite na ngari. Mweyete tayo wangwanire ko. Tadogo no gorira muthi mugorona abori. Naigwa. Yes. At alone ogore na abori.
Jesus watasema ni ajili ya kuhujia kia tene. Ni ajili ya kuhujia kia githomo kia andũ yake. Hata ya tene. Sasa ujinga wa Kikuyu ni hapo inaasiaga. Nikikuhubiria nikwambie hiyo maneno ya rurashio venye nafaa kuenda, it is in the Bible. Nikufundishe utaanza kuambia ataraji ya kuhujia maundu ma tene. Rĩu rĩ acha nitumie karago tu. Karago wĩtagwo atĩa? Wĩtagwo atĩa? Alietoa tagorite. Utakumhetha irio. Ni akũrigithĩtie. Ngaria ngahuna. Ngoja. Nenie. Guka ne izorea guka. Guka witu. Kwa baba wao. Nyerete Yesu. Uwe muhonoku 100%. Asha kutemuruko anoketa. No we muhonoku. We mu Kristiano. Demo Kristiano. Maundu mogo ni no marumire. Maundu mogo. Koragorero kana gweka. Maundu mogo ma Ugikuyu. Asha. Ndũngĩrũmĩrĩra. Ni ndimoi. Ni ũmoĩ. Maundu ma Ugikuyu. Ni ũmoĩ. Ni moĩkaga. Korashia kana gweka. Ni moĩkaga. Ugai kana aca. Maria magirwo ni gwĩkwo. Ni marĩkũ magirwo ni gwĩkwo na ni marĩkũ matagirwo ni gwĩkwo? Au digo kwira. Wakikuyu wameokoka 100%. Lakini ukimuuliza anasema mimi naitwa Wajiro. Wajiro si Ukikuyu. Tenie maundu ma Ugikuyu ri. Nie ndimendete, nie ndingirumira maundu ma Gikuyu. Nie ndinakwira uthi kwago. Siku kuambia kuna wachawi hata kwa kanisa hapa, hii kanisa yangu niko na wachawi kama 8 hapa. Wachawi wanadhioma na wanafanya kila kitu. Wako hapa. Hata kwa Wakikuyu tulikuwa na wachawi. Hata kwa Wajaruo kuna wachawi. Hata kwa wanini kuna, lakini kuna mambo ambayo yanaambatanishwa na Mungu. Lazima uende utatue. Kwa sababu jina linaweza kukufunga. Mama yako alikuwa shosho yako alikuwa anaitwa Wajiro ambaye wewe unaitwa, na shosho yako alikuwa mchawi. Ni most likely utakuwa umeokoka, wewe ni pastor, lakini characteristics zako na tabia zako zote ni uchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uka yako alikuwa anaitwa Kenyajui, ama alikuwa anaitwa Nyamo, ama alikuwa anaitwa Wang'ombe, Wang'odu. Sasa hebu niambie Wanyere, watu wa Nyere wako wapi hapa? Nyere people. Watu wa kunyofoa, inua mkono juu. Yes, thank you. Unaenda nyumba moja, unakuta baba anaitwa Jao. The first son anaitwa Wajao. The second son anaitwa Wang'ombe. The third son anaitwa Gashao. The fifth son anaitwa Nyamo. Degwa. Sasa ukienda hiyo nyumba wasalimie ng'ombe ici muriega. Hiyo ni majina ya ng'ombe yote na ni nyumba moja. Alafu unaenda msichana wa kwanza anaitwa Wagare. Unarudi unakuta mwingine anaitwa Wajogo. Unakwenda unakuta mwingine anaitwa hiyo huko Nyeri wana Wagoi. Wagoi ukiona mtu anaitwa Wagoi ni mtukanio kidogo. Wanaitagwa hiyo majina ya wanyama. Wagaki, Warui, Washera. Ukiitwa Washera ni kutembea. Ukiona wale wote wameitwa Washera wanajua kutembea sana. Na Wajira ni barabara. Jina peke yake inaweza kufunga bingu yako. Maana hiyo jina iko na mizizi iliyo na kafara. Kijiji kile unakaa, the area you live. Kama tunaishi hapa panaitwa nini? Hapa area hii ya railways. Kuna kafara za railways hapa. Zilifanywa na wale wa baba walianzisha railways. Kuna mambo hapa. Ukienda Kasarani, jina Kasarani liko na jina. Ukienda Moro kwetu, jina Moro ni jina la Kimasai, inamaanisha nini? The foot and mouth disease.
Yes. Nairobi ni maji baridi, lakini ndio waite jina. Wamasai wakiita mahali jina walichinja na mbuzi. Huko Moro kuliitwa huko kwa sababu walienda na ng'ombe zote zikakufa kwa ugonjwa wa nini? Foot and mouth. And that is the reason Moro inaitwa Moro. Na Moro ukiangalia ujinga yote ya Kenya inatoka Moro. Ujinga yote, the foot and the mouth yote inatoka Moro. Wanasiasa wa Moro ndio uchoma Kenya. Na ndio wanawekwa kwa maroli wanateremshwa kwa sababu ni foot and mouth. Na ndio kwa maana tunaenda Moro kukaso hiyo in the name of Jesus. Bwana asifiwe. So these is the things that makes you to understand how are you operating. Just go Google Map kutoka mpaka kwenu, uende uangalie kijiji gani umetoka, kwa wazazi gani, kwa familia gani, kwa kilani gani, kwa mila gani, kwa matambiko gani. You understand that? It will help you come out of the problem. Umeenda America, yes. America is a land iko na utajiri mkubwa. But who are the founders of America? Walipoanzisha walisema nini? Walipoanzisha, kwa sababu sisi tulipelekwa America kama slaves. Wale walitubeba kama slaves. What connotation? Ni maagano gani? Ni matambiko gani? Ni sadaka gani walitoa to make us being sustained as slaves in America? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sadaka walitoa. They were from Ireland. The founders of America. They were from Ireland, but wanasemanga ni Red Indians. Yes, Red Indians, they were there, but they were colonized by the people from England and Ireland. And those people ndio walileta hiyo mambo ya kucolonize. Ndio walitubeba. Kwa hivyo watu wa Ireland walijua Mungu na walijua jinsi ya kuinua madhabahu. Hata ukiangalia makanisa ya Ireland dunia mzima ndio inaongoza. Catholic ambayo imekuja na mwelekeo na mlengo wa ki-Ireland iko strong. Na ndio wamejenga mashule nyingi watu wa Ireland. Hata ile nani alisomea alikuwa anaitwa nani? Uhuru. St. Mary's. The origination of St. Mary's is Ireland. They believed. Mtu anaitwa Trump wakati aliapishwa aliwekelea Bible yake kwa mkono, Bible ya mama yake. Mama yake is from Ireland. They are the people who really prayed na mambo ikafanyika. Ndio maana aliwekelea. And that is why Trump alikuja na ujinga yote ya kidunia. Na when he conquered. Alitukanana na tunaambia kwa Amerika hatukanani. Alifanya ile vituko zote alifanya, na saa hii it is most likely he is going to come back. Most likely Trump atarudi. Bwana asifiwe sana. Because of that Bible ya mama yake ile aliyekelea hivi mkono. It is a covenant. So you know it to understand. America is not colonized by the Americans. It's colonized by people from Ireland. Na ndio walitufanya slaves. That is why hata sasa hapa wametufungulia embassies all over. Walisema hatutawabeba wenye tuliwabeba, tutawabeba through embassy. Hakuna embassy inatengenezaga pesa mingi kama ya Amerika hapa Kenya. Kisha unachukuliwa, unaenda Amerika, unaenda kwa bio, lazima ukae kwa mtaratara hii. But you can be able to set yourself free. Tulianzisha huko na tumeanzisha mambo huko Amerika sasa, na tutakomboa, tutainua madhabahu kule Amerika, tutawakalia huko, tutawaambia sisi tuna uwezo wa kukalia nyinyi, tutawaambia sisi kama wale wa Ireland tutakaa venye tunataka. Tukienda Amerika, Uingereza, tutafanya hivyo. Tuende kwa Arabu, tutafanya hivyo. You need not to be poor because of your place umeenda. You need only to identify the gods of that place. You identify their identities. What foundation, hiyo misingi ya huko ilianzishwa namna gani? Ukijua venye misingi ilianzishwa, ujue walianzisha kidini gani? Walianzisha Kiislamu, walianzisha Catholic ya Ireland, walianzisha Kiumungike, walianzisha kinani? Utaendewa. You defeat them easily because you will activate the password of heaven. And the moment you activate the password of heaven, everything will work for you. Because you will attract the hand of God. And every business you do, everything you do, it will work for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Therefore, so the rains will come. And that is why things have happened and things have succeeded. 4 keys to operating under open heaven. 4 keys, then I finish.
Leo nimetaka sana niwapeleke polepole because nataka tufungue mbingu leo. Kwa wale mbingu yao haijafunguka, we must open it, we must unlock it. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wamejaribu kufanya biashara, is not working. Wale wameenda Ulaya, nothing is working for them. Wale wameenda Gulf, nothing is working for them. Wale wako wametoka Geshagi wamekuja Nairobi, nothing is working for them. And even they have decided to go home, nothing is still working for them. Today we must activate that passcode. You must understand, you are going to be set free today. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be the name of God. First, key number 1, begin to live a holy life. 2 Chronicles 6:2-7. Begin the foundation of your success. It is the kind of a life you live. The foundation, the success of this church, it depends of what kind of a life sisi tutaishi. Nyinyi washirika na mimi, what kind of a life tutaishi? Tutaishi life ya kudunga watu visu, tutaishi ya kuombea watu mabaya, tutaishi life ya usherati, tutaishi life, what kind of a life? 2 Chronicles 6:27. We must adhere to this life. We must adhere to the principles of the kingdom. And once we adhere to the principles of the kingdom, the connection from heaven will automatically come, because God will bless those people who are walking with him. God will bless those people who are ready to stand and do his will. God will bless the people that will are walking and standing in the direction of godliness. 2 Chronicles 6:27. Living a holy life, a desired life, a life that God loves you. And also we are going to read the book of Isaiah 45:8. 45:8 quickly. Verse 8, the Bible says, shower, O heavens, from above, and let the clouds rain down righteousness. Let the earth open, the salvation and the righteousness may bear fruit. Let the earth cause them both to sprout. I, the Lord, have created it. This can only happen if you are walking uprightly. This can only happen if you are with God. This can only happen if God is your pillar and you have decided to walk in a godly manner. Number 2, yearn for divine presence of God. Yearn for the divine presence of God. Yani always desire to walk with God. Desire to be a child of God. Desire to move in a way it pleases God. Desire to live in a way that God is happy with you. Therefore, that is we read in the book of 2 Samuel chapter number 6, verse number 11. 2 Samuel chapter number 6, verse is number 11. It says there, please. And the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom in Gittite 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. If you yearn to walk with God, in the house of Obedi, they desired, they yearned, they requested for the ark to remain with them. I remember wherever the ark was taken, death was experienced. Wherever they took the ark, mambo yote iliharibika, vita zilitokea, na watu walishikwa na magonjwa. Lakini Obedi alijijua na akakaa kulingana na mapenzi ya Mungu. And that's why alikuwa na confidence ya kusema, bring the ark to stay with here. And because of the ark remaining there, the blessings of God remained. Will you choose to be an oracle? Will you choose to be an ark of God, a preserver of the word of God, a protector of the image of God, walking with God with a desire of being a blessing of his will? That is all that is going to open the door. Because of the ark, you becoming the ark.
You becoming the holiness. You becoming the righteousness. You becoming that man that God can desire to use causes blessings of God to walk with you. Causes the blessings of God to sit around with you. And no weapon fashioned against you that will prosper. Nobody will steal from you. Nobody will make it away from you, because God has a way of protecting his people. He told Joshua, go with me. And he conquered. He told Joshua to conquer. He conquered Ai. He conquered Gibeon. He conquered everywhere he went. He conquered. He won every battle. Not because he was mighty, not because he was powerful, but because he was an ark of God. There are people, because of how they live with God, they automatically became an ark. They become an ark of God. So whenever they walk, nobody will touch them. Nobody will ever be able to stand against them, because the ark of God, wherever it went and the people were not right, it destroyed them. Because of your righteousness, because of how God has mentored you to live, God will cause your enemies to disperse. They will come in one direction, but they will be scattered in 7 directions. Because of what? Because of your righteousness. Because of you walking the way God wants you to walk. By having understand. And this one is an opener to your heaven. And when the heaven has opened, nobody has an authority here on earth or in heaven to close it again. Until today, Abraham was so, your generations will succeed wherever they go. And whoever attached himself with Abrahamic promise and Abrahamic successes, you win every battle wherever you go. You win, and nobody will be able to stop you from achieving. Nobody will stop you from getting there. Nobody will stop you from becoming what God intended you to be, because the heavens are operating. Heavens are open, and all the mechanisms, all the angels, the fighters, the commanders, the army of heaven, the structures of heaven will come and walk with you because of that agreement you have with God. Because of that covenant you have with God. Whatever you do with all the armies of heaven, they will come and walk with you. If you go to America, the armies of heaven will open the door for you. If you start a business, the armies of heaven will open the doors for you. And when you decide to misbehave like the children of Israel, in the book of Judges 6 chapter, verse number 1, and when the children of Israel did evil in the sight of God, he brought in the Midianites to come and punish them. God himself only can close your door because of your character, because of your behavior, because of what you think you are, because of where you think you are going. It causes every door to be closed. So when you misbehave, when you walk against God, when you mock the word of God, when you stand against what God has instructed you to be, then the doors of heaven will be closed. And these doors might have, maybe you're operating in a closed door because of the characters of your father. The children of Israel, when they reached to the land of the Amalekites, they were told never to worship the gods of the Amalekites. But the father of Gideon, Joash, decided to worship them and decided to worship the Baal. And he built a temple of the Baal. He built an altar of the Baal. And from there, the entire nation, the entire community of the Israelites, they started suffering. And God, the door of the Midianites, the door of the Amalekites, the doors of the people from the south were sent to come and torment the children of Israel. Whatever they tried to harvest, to plant, they planted. At the time of trying to harvest, that is when the Midianites come. Just look at yourself. Every time you've worked for 29 days, the day you receive your salary, your mother is sick. The day you receive your salary, your sister has a problem. The day you receive your salary, that must be a problem somewhere. That is when you discover you are operating in a closed heaven. And it is because of a sin in the family. It is a sin. That is a family sin that is causing you all this problem. It might not be you. It might be your father. It might be your mother. It might be your grandfather. It might be your grandmother. The day you know, umeharvest, umelima. Sasa wakati wa kwenda kuvuna, wa Midiani wanakuja kuchukua kitu. Hiyo ugonjwa ilikuja kwako ni wa Midiani.
Hiyo shida ilipatwa na sister yako, ni wa Midiani, na ilikuja tu ikakupata. Ni wewe uko na pesa. Wewe ndio ulifanya mpaka sister yako amefanya accident, amevujika mguu, ako ICU kwa sababu ya hiyo tu pesa uko nayo. Afadhali ungeambia Mungu, acha nikae bila pesa, watu wenu wakae na amani. Sometimes you cause problems to your kids. Sometimes because of the burden, hiyo shida kwa ambayo ni madhabahu ya shida umebeba. Madhabahu ya matambiko fulani ya baba yako umeibeba. Wewe ndio unasababishia watu wenu they suffer. Because hiyo pesa wakati wa kukuliwa imefika. So lazima kuna mtu apate shida ndio pesa iende. Ikienda tu ikimalizika, hiyo shida unasikia imetatuka. Because the heavens imebiwa. Usiwahi kupatia huyu mtu kitu. Tusome Jeremiah chapter number 22 verse 29. Jeremiah 22 verse 29. Tuanzie hapo 28 ama tuanzie 26. I will haul you and the mother who bore you into another country where you were not born, and there you shall die. Jeremiah 22 verse 26. I will haul you with your mother. That one telling you that you are operating under a curse from God. It is God who is saying, I will haul you. Nitakurusha, nitakupeleka kwa nchi mahali ambako hamukusaliwa, mahali mtaenda kukufa. That you must die. Somebody who is operating on a closed heaven, the likeliness of dying ni kitu rahisi sana. I will haul you and your mother who that bore you into another country where you are not born, and where there you shall die. But to the land to which they will long to return, there they shall not return. Unajaribu kutoka mahali huko, but umejaribu, umeng'ang'ana yote. Uliolewa na msee mwenye ako na operate on a closed heaven. Umejaribu kujitoa kwa minyororo yake, but nothing is happening. Uliolewa kwa familia clan ambayo kwao ni Wedhaga na wewe ni Moboi, na Wedhaga hawaoleogi na Waboi. That is why you are suffering, because they are operating under closed heaven. Unaenda kanisa ambayo ilifungiwa heaven, utang'ang'ana, unaomba maombi, there is no breakthrough. Unapata girlfriend ama unapata mke mwenye kwao kumefungwa, utang'ang'ana, nothing is happening. Kumbuka hii ni familia ameambiwa, wewe na mama yako nitakupeleka kwa nchi ambayo mtaenda kukufa. A place utajaribu kurudi na hautarudi. Verse 27. But to the land to which they will know, verse 28. Is this man, sasa angalia, is this man Coniah a despised broken pot? Is this man? It is God complaining now. It is God speaking it. Is this man Coniah, anaitwa Coniah, a broken pot? Kitu ambayo nyogonyu nekagu, chungu kimevunjika. Hiyo ni hasira Mungu ako nayo. Why are he and his children hurled and cast? Ni kwa nini yeye na watoto wake wanatembelea kwenye laana? Is God asking? Yeye na watoto wake wanatembelea kwenye laana. Meaning kuna laana imekusababishia wewe, umepata shida. Watoto wako sasa they are swimming in the same problem. Mama yako was swimming in the same problem, and your grandmother was swimming in the same problem, and that is why you are also swimming in it, and you cannot be able to get out of it. And in verse number 29, oh land, that is in the Bible. Land ni nini? Ni nini? Ni teri, ni mchanga. Oh land, kama tusome pamoja. Oh land,
Hear the word of who? Hear the word of who? Is it the word of Moses? Is it the word of Jeremiah? Is it the word of who? Hear the word of the Lord. Hear, sikiliza. Hili ni neno nakwambia kama nabii, nakwambia hear the word of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Hear the word of who? Of the Lord. What will happen? Write this man down. Andika, si ufikirie uweke kwa kichwa chako. Write him down in case you forget. Write this man down, muandike. Akaambiwa earth, the earth was told to write down. Write this man down as what? A man who shall never prosper. A man who shall never succeed. It is written. The earth was told, mchanga ikaambiwa iandike huyu mtu asiwai, na mchanga iliambiwa usiwai, andika ndio usisahau. The reason of writing ni asisahau. This is what my translation says. Yeah. Let the record show that this man was childless. Let the record show that this man is Jehoiachin childless. was childless. He is a failure. For none of his children will succeed him. Simame hapo. For none of his children will succeed him. Yani record iandikwe Kemani. Record iandikwe. Wewe, you are a failure. Ambaye utakuwa childless. Ambaye huta succeed. None of your children will succeed. It is in the record. Imeandikwa kwa nini? Imeandikwa kwa mchanga. Ndio isije kama nini? Ndio utake ngangana na dheno. Ngangana na dheno. Ngangana na hii dunia. Uone kama kitu utapata. Hii guo ni nini? Hii guo ni nini? Hii kasimu yako ni nini? Wewe ni nini? Mume wako ni nini? Gari yako ni nini? Sasa mchaga umeambiwa andika this man as childless. As childless, there is no business you will do that will succeed. Your children will not succeed. Hata ukizaa. Nothing you will do on earth, it will never produce. Na imeandikwa na nani amesema? Ni shetani? Ni nani? Write this man, hear the word of the Lord. Write this man down as childless. A man who will never succeed. A failure. Sasa imagine umeandikwa huko, umeandikwa kwako. Sasa unarudi, unaenda, unalima shamba ambayo imekataswa, imeabiwa, nikusikie. Na ni Mungu amemwambia. Karago. Shamba imeabiwa na Mungu isikupatie, alafu unaenda. Na imeabiwa, nikusikie. Unatafuta kitoro kihandsome kama mimi. Na Mungu amesema mchanga, kumbuka hata hicho kihandsome kimetoka hapo. Unakuja siku mbili, wiki mbili, tuna date. Una insist kwa sababu kuna tupesa, tunafanya harusi, tunafanya kila kitu, miezi 5 kimsee kinakufa. Nani alisababisha kikufe? Ni wewe. Some of you wanaume wenu wamekufa, ni nyinyi mlisababisha. Some of you wanawake wenu wamekufa, ni nyinyi. Some of you biashara za watu wengine zimeanguka todo wathire kwenyiterera biashara ineyo. Some of you kanisa zimevungwa kwa sababu ulienda kujishikilia hapo. Na umekatazwa, unafanya watu wengine wapigwe. Mimi nikikuangalia hivi nione huko kwenye vita fulani. My dear friend, nikiangalia nizungumze na Mungu nimuulize ameandikwa ama hajaandikwa? Diabiwa ameandikwa. Nitakupeleka toka le sausage na. Tukifika hapo nitakupeleka karibu na kuanganga pale chini. Na nikwambie huko niko kwa anointing yeri ajaga. Huko. Tonya ona huko ni kudohokeire. Thia handu hoikare kuri ari. Huko niko maguta maringira kuu. Ewe. Nitakutoa. We. Hello. I lost 230 million. 230 million. It's not 10 shillings. Not 2 million. Not 2 million. Doni anajua story yangu vizuri. Kamakis, the entire of it was my land. I lost it. I had huge tracts of land. But because of a direction I took,
God akaandika chini. Sasa hii ndio hiyo maandishi imeanza kufutwa. Sasa hii ndio hiyo maandishi imeanza kufutwa. Ile iliandikwa, I traveled but with nothing. I came with nothing. I came with depression. Nilikunia kwa kitanda. Nilijikojolea, natembea hivi makojo inamwagika na sijui imemwagika because of the depression I had. Nilikunywa chang'aa ile ya kule mabatini. Ile industrial chemical. Nilikuwa natetemeka hivi. Asubuhi nikiamka lazima nigusishe tu ulimi kitu kadogo, narudi hai. Because of a stupid mistake I made. I was told kirathimo giakwa giguko, na huyu mzee uliona hapa, nitawaletea picha, alikuwa mkode kidogo. Saizi amekula. Nitawaletea picha, nitawaonyesha. Wakati prophetic pale City Hall na kiniodain, na prophetic word ikasema, usijaribu kwenda kutafuta baraka nje in the form of wenda kukaa huko, ukae hapa, utabarikiwa hapa. Ije utapeleka baraka. Mimi nikadecide tuende ije tulete baraka. Nilikuja na kabagi nimeekelea kwa mgogo, minus everything. So immediately the day I decided to go against God, dunia yangu ikaambiwa, mchaga ikaambiwa, hear the word of the Lord. Is this man Waruinge despise a broken pot? Write him down, as he will never succeed. Hapa amekuja. True to that, I came with a borrowed ticket. I struggled to pay for that ticket 1 whole year. Mtu mwenye alienda na 230 million. That is how difficult it can come to you. That is how painful it can happen to you. You are suffering not because you deserve to suffer, because of hii kichwa yako iko nimejawa maji na maziwa na petroli na diesel. Ni dunia tu iliambiwa ifuge. Iliambiwa tunoka andika Kemani, na si Kemani huyu, Kemani. Hakuna kitu yako. Sasa unaenda kujaribu, huyo mtu ameambiwa hakuna. Sasa niweke soja pale, nimwambie Kemani asigie hapa. Na hiyo ndio mshahara yako. No udhokerie mshahara wako. Uenda kutheka no udhokerie teri mshahara. Mami, unaweza kufanya Mungu akomplain kwa sababu ya mchaga, kwa sababu yako. Mchaga itakumeza haraka haraka. Itakumeza, ikuondolee iondoe shida. Mimi ndigeza kuhetani na bosi yako. Mimi siwezi taka kukosana na bosi yangu. Nitakumeza ndio sikuje hapa tena kunizubua. Ndio nakuta unatoka hapo kidogo kidogo unasikia ki-accident. Kimetoka kimi-serious. Ama umekaa tu kwa nyumba ati araika leti orogo arahorera orogo. Wakadeka at the sudden demise. Sio sudden demise. Ni umang'aa. Ni record imeandikwa na imetoka, na umesubua hii mchaka sana. Umeisubua na mapesa kutafuta kazi, kutafuta biashara, na ilinyimwa na iliambiwa usikupatie. Sasa imekuwa ikikutafutia kidogo kidogo, na unaona netoko hetania na Ngai. Kaje halia modo yo. Kwa sababu hata so iliko na covenant na Mungu. Vitu zote unaona dunia hii ziko na covenant na Mungu. Kwa hivyo huyo Mungu siwezi taka hata mimi, wacha nikwambie, hata mimi hapa tuko na nyinyi hapa. I have no friend here. Na siwezi kubali. Duati, ndugecienie ndi murata waku. Ria rigakwarira muthenya umwe ni ukarigwo nikigikitete. Siku utakanyaga raini yati yako penye covenant iko na Mungu na mimi. Ukanyage tu hivi. Uliza hakina Alice watakwambia. Nitakubomoa venye hujaibomolewa. Na nitakubomoa na madharau ndio hata Mungu ajue nimekasirika, nimfurahishe. Unajua ile kupiga mtu makofi na masilabu ndio ufurahishe Mungu yako, kwa sababu unaona ni kama amekasirika. Uliza down pale. Hivyo ndivyo iko. Never have a friend. When you are dealing with your God, please your God. Make everybody be in accord with your God. Then maintain the relationship we have. Sikia venye ameulizwa. Wacha nikurudilie tena hapa. Is this man? Haya. Atazoma hau. Duati. Is this man? Verse 28. Is this man? Huyo ni Mungu anauliza. Why is this man, Jehoiakim, like a discarded broken jar? A discarded. Another version. Mpatie version nyingine.
Soma hiyo yako umesoma as a broken discarded jar. Patia huyo mwingine, mpatie Kimani. Another version. Is this man Konaya a despised broken idol? Kuna mwingine kuna version nyingine tofauti kidogo? Any other version that reads differently? I want you to understand the bitterness that was with God. And sometimes that is the bitterness that God has with you. Wewe unaendelea kuomba hapa, shetani ashindwe, ninavuja shetani, ninabomoa mama, ninabomoa kazi za shetani. Na kumbe si shetani, unabomoa Mungu yako. Ashasema, are you a broken, despised broken pot that cannot even hold water? Na hapa umeng'ang'ana na maombi ya kufunga. Umeng'ang'ana na maombi ya kukasi, kulament na kunana na kulinae na kulakuta na kulietelia limakaya litokolia la maseka toda baya lena kata. Yote umefanya yote and nothing is happening to you. Abia mwenzako acha ujinga. Another person says, is this man Konaya a despised broken idol? A despised broken idol. It is God. Jeremiah anasema, ni Mungu anasema. Look at yourself whether you are despised, a broken pot. Jiangalie. Look at your mirror. Jiangalie. Jiangalie kama wewe ni despised, broken pot. Are you one? You don't know. Yeah. Why are he and his children hurled and cast into a land that they do not know? Yeah. What happens to you because of being a despised broken pot? You are hauled into a land that you don't understand. You are hauled into a business you don't understand. You are hauled into a man you don't understand. You are hauled into a wife you don't understand. You are hauled into a situation you can never be able to come out of it. Unajikuta tu, you are in a mess. Your life is completely in a mess. Nothing for you is working. Nothing is moving. You are just dead. You are completely dead. And that is the main problem we have. Umeajiriwa kazi but you have got nothing to show. You got a nice salary but nothing to show. Uko na biashara mzuri inaonekana kila mtu anatambua biashara yako, lakini wakiingia kwa nyumba na kuta umejifugia kwa karumu unalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Umesomesha watoto, you are a millionaire, umesomesha watoto, lakini all these children, none of them can help you. Hakuna hata mmoja. Wote ni walevi, ni wa madawa za kulevya, ni washerati. There is nothing that can happen around you. Why? The land was told. The land was what? Was told. By who? By who? By the Lord. Write this woman down. Hata zaa, hata faulu. Kuzaa sio kule kuzaa peke yake. That nothing utafanya kwa mikono yako ikafaulu. Nothing utafanya kwa mikono yako ikafaulu. Hata uajiriwe na Safaricom, pale pesa inagiriaka ya fulisa. Utafuliza hata wewe. Utafuliza ukichuga pesa wenyewe. Hello. Hello. Leo imekuingia vizuri. Not everything you see is a devil. It could be you are the greatest devil. Wewe mwenyewe. Wewe ni wewe shetani kile kenene. Jichuguse. Ukianza kusema devil, shetani ashidwe, rishwe, rina, roko, teria, roma, kata, hiki. Jichuguse kwanza. Chugusa baba yako, chugusa mama yako, chugusa uka na chugusa wale wengine. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Leo mmegogwa. Yaani mpaka sura zimebadilika. Msinikasi. Mimi yangu ilifunguliwa last year. Mwezi wa ngapi? Wakati nilirudi kwa Limelight. Kwa nini? Mwezi wa? Wakati wewe ulikuja. Ulikuja mwezi gani? Si March tulikuwa tuna struggle. Mwezi wa 9. Mwezi wa 9? Sasa hiyo ni hata nilisikia. Na immediately kitu ya kwanza niliambiwa nenda kwa nyumbani. Kuna kitu ulifanyia mama yako mbaya.
So mama yangu ni mmoja aliniambia usiende Amerika. Nilienda nikampiga magoti chini nikatubu. It was on a Sunday. Nilifika nyumbani saa 7 usiku. Nikamuita nikamwambia because singilala, nilikuwa najaribu kulala, nasikia kuna vitu zinanikula huko. Kumbe ni mlango imefunguliwa na askari wa biguni wanasema, "We, harakisha. Toa hii ujinga hapa ya umaskini. Harakisha." Niliharakisha nikaenda nikapiga magoti chini nikamwambia mami, "Nidahera mehia mako." Kutoka hapo ndio kale kama mtu kanaitwa Boya kalikuja. Immediately Kaboya kakakuja. Ile story kalifanya nilikuwa nimemfukuza atoke kwa sababu kalikuwa kachafu. Na kalikuwa kamevaa t-shirt ni kama imetoka kwa mdomo ya ng'ombe. Nikashindwa sasa, sikuwa najua YouTube inakuwa na hizo mavitu. Sasa mimi kakaniambia ninakuwa kakaniambia angalia. Nikaangalia lakini siku comprehend. Kakakatalia kwa ofisi. Unaona milango ya mbinguni ikifunguka? Milango ya mbinguni ikifunguka unajaribu kufukuza maaskari wa mbinguni because wanakujaga na hivyo na side nyingine. Nikakuza kakakataa akasema wewe nipatie tu kama 15 minutes. Utaona venye itafanyika. Nilimpatia 30 minutes. Ikifika saa 3 usiku, aliweka saa 12. Ikifika saa 3 usiku, nilikuwa nimepokea simu kutoka the whole world. Zilikuwa zinajam. The whole world. Watu wakinipigia masimu nisaidie, niombe. Unaona ka-M-Pesa kalikuwa kanafanya na si 200 ile mnatumaga 10,000, 20,000, 100 izikaida baka Sedwave ikani block. Sedwave America wakalikoka na siku na bigu ya mtu imefunguliwa wakalifuga. Baka nikawaambia watu msitume na Sedwave tena. Imefungwa. That is when my heaven ilifunguka. And from that day, things have never remained the same. John nilimuita hapa John tuliachana na yeye huko. Siku alikuja usiku na wamama waganga. Mnakumbuka ile siku? Alikuja na wamama waganga ati ni wanabii. Wakapora watu kanisani pesa. Na akatoroka. Na alipotoroka walienda kukunywa pombe hapa. Na hiyo pesa walipora watu walienda hapa wakakunywa pombe. Sasa amekuja akaniuliza Kai, niambie ni wapi ulienda kwa sababu anaamini na uganga. When the heavens opens, there's nothing can stop, and one day can change. One day you need 1 second. Yani mchanga iabiwe adikua kwa opposite ya kuandika andikua. Opposite ya kuandika ni kufanya nini? Adikua. Futa hiyo jina. Venye nilikwambia uandike, futa sasa. Mwandike amefaulu, mwandike amesucceed, mwandike ni tajiri, mwandike amekuwa mtu mkubwa, mwandike ni mchungaji, mwandike atakuwa na kanisa kubwa, mwandike atakuwa na gari, mwandike watoto wake watabarikiwa. And since that November, my 3 children, they are in the army now. In America, not in Kenya. My first son ako kwa CIA, ni mkubwa. My second son ako kwa artillery, anaendesha ndege. Jana kalinitumia picha kakiwa ndani ya helicopter ikienda. Unajua hapa kutufundishwa Kenya ni miaka 20. Kule kamefundishwa within months. Si tulikaombea hapa kakitoka form 4 kako na 17 years kanatembea na ndege juu helicopter inatembelea juu. Waboi wangu simulimuona akihubiri hapa, anahubiri mpaka mkashaka mkaona ni kama nikale tulikuwa tunafukuza ama ni kegine. Susi wangu ako banki ya KWFT kama HR manager. All this happened in 6 months. Bwana asifiwe sana. All this happens what? In 6 good months. And that is when you are operating in an open heaven. Previously tuli struggle na kina Alice na kina Karo na kina Kokithi watu 20. Lakini walinisubua, nywele yangu ilikuwa imefika hapa mpaka kipara ikafika huko. Only 20. Because I was struggling. I was trying to push. I was trying to do it. Kokia nakuja na vituko zake. Karo na vituko zake. Otodi ndio huyo. Nani mwingine alikuwa? Dirago anasema Mosebi. Dirago alikuwa nakuja. Modo agai. Niko da ukuona hanini.
Na saa hiyo ametoka kukusegenya. Dirago alikuwa anasema sionagi skati ikipita. Sasa hiyo ametoka kwa mama mshirika. Amemwambia sionagi skati ikipita. Wamama wote wa kanisa nimewapaga laini. Alafu anakuja asubuhi modo wa Ngai. Nikwenda kuona hanini. Ni nyuma na kiroto. Ngai ni aragutwara kundu kuraihu. Na sasa hiyo about left, alikuwa anata left. Before 10 minutes umetumiwa ka clip venye alikuwa anasema. Unaenda kumfukuza Mungu anakuambia dokamuigate, I'm cutting your horns. Kaka kidogo kulikuwa na mwingine alikuwa anajiita Nabii Jega. Mnakumbuka Nabii Jega? Akakuja na kasichana kingine, wakapaka fulani, kakaenda kakaripoti bado nimekarepu. Nikapelekwa mpaka polisi. Kumbe yule polisi ile nilipelekwa ni mama alikuwa hapa juzi. Tulikuwa nawe Jennifer. Rafiki yangu ni mkubwa kwa polisi. Ndiye alipelekewa kesi. Akawaambia kitu ya kwanza walipelekwa tu na watu wa hapa. Among zao the 20 walikuwa wananisumbua. Wao ndio advise enda polisi uripoti. Na kile kitu wanaripoti ni rape ya 2 years ago. Nilikarepu 2 years. Hata si sasa akaulizwa, sasa unataka tuandikiaje? Ulilepua 2 years ago. Kwa sababu tutahitaji medical report. Where are we going to find it? Hapana, hata usimushike, nenda ufuge kanisa kwanza. Yani issue si msichana apate justice, ni kanisa kwanza ifugwe, maana huyo pastor ni jeuri. Hiyo OCS akaniambia ni mwokofu, ni pastor. Akaniambia hizi tunazitaga the demons of destiny. Akaniambia man of God, you are entering your destiny. Ndivyo hiyo OCS aliniambia, na akaniambia eda, mimi ndio nitaulizwa swali. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why I'm telling you, when God has opened the door for you, nobody will be able to stop it. But when the door is closed, nothing you will do. Hata utumie mabilioni ya pesa, nothing will work. May God bless you. Rise up on your feet. Yule mama akuiba akuje sasa. Weka CD zako. Nataka utayarishe sadaka yako. As she sing her song, utayarishe sadaka zako. Ulete ukuje, uweke hapa. But before you produce that sadaka, we are opening your heaven. Ni kifunguo nataka nikupatie ya mbingu yako kufunguka. So before you resort to coming here, take your time. Don't be in a hurry. Take your time. Take your time. Do not rush here. Na sio lazima utoe. Not even. Hata unaweza kufuka kutoa ulete siku ingine. Sisi si watu tunatafuta pesa. Every sermon I do, it has a meaning, a purpose, and a desire. You are watching us from wherever you are watching from. Na kufungulia mbingu yako leo. Prepare your sacrifice. My number is running there on your screen. And also the account number 247. It is a pay bill. Account is 239-555. Account is 239-555. Before you do the sacrifice, think it is not an offering, it is a sacrifice. Think about it. As she starts to sing, think about it. Then, once you are through in your thinking, ilete tu hapa, weka hapa. The first time I'm using this thing, let it be. And let it be, yes? Everything you have, whether it is tithe,
sacrifice, no matter what, just bring it here. I'm going to convert the whole of it into a sacrifice. And I will do a specific prayer to unlock your life. Are you ready? Bethel Clouds TV, empowering lives.